upande kule, na utatii, utaondoka. Na pia nasema hakutakuwa na neno lisilowezekana kwenu kwa imani. Haradali ni katunda kadogo, na sasa hivi watu wengi wamepanda. Haradali ni ule mti wenye kivuli, na ndani yake yako katunda kadogo, kuna vipunje punje ambavyo kama havikamatiki vile, ni vidogo sana kuliko mchicha. Sasa Biblia inasema tukiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, utawaambia mlima huu ondoka uende kule, na utatii. Mlima kama mlima unaweza kuambia uondoke, na pia mlima unaweza ukafananishwa na jaribu lako. Unaweza ukaamuru likaondoka kwenye maisha yako. Kuna majaribu ambayo yanaweza yakajirudia rudia. Kwa nini yanarudia? Ni kwa sababu hatujayashinda. Ukiwa mshindi unavushwa kwenda level nyingine. Ukiona jaribu linajirudia rudia lile lile, kwa mfano unapita kwenye njaa, una uhitaji wa chakula, inapita muda bado una uhitaji wa chakula, linakuwa jaribu, linakuwa na mwendelezo, ni kwa sababu hujavuka. Mungu atusaidie sana. Ni lazima uvuke uende level nyingine kwa jina la Yesu. Ukivuka utaona lile jaribu halipo, liko jaribu lingine. Mungu atusaidie sana. Na majaribu kazi yake ni kututhibitisha, kututengeneza, kutuweka kwenye mstari. Maana ukipita wakati mwepesi wote utamsahau Mungu. Utasahau kwamba kuna safari ya mbinguni. Utabweteka. Na ili usiue moto, vinaruhusiwa vijaribu mbalimbali. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunamwamini Mungu mkuu, Mungu wa matendo makuu yasiyowezekana kwa akili za kibinadamu. Tumesoma kwa habari ya imani kwenye kitabu cha Waebrania hii sura 11. Inasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo unayoyatarajia mbele. Kuwa na uhakika wa mambo unayoyatarajia. Unatarajia mambo gani yatokee kwenye maisha yako? Uhakika je, unao? Una uhakika? Uhakika unaambatana na maandalizi. Kama nilivyotoa mfano siku ile ya Jumatano, kwamba una uhitaji wa mtoto na umeomba, umeamini. Uhakika ni kwenda kuchukua nguo za mtoto na kuweka ndani, kwamba kuna mtoto atazaliwa. Bwana ananipa mtoto. Mungu anatazama imani, anaiona ina uhakika, anakutendea kwa jina la Yesu. Anatenda kwa jina la Yesu. Mungu wetu ni Mungu wa matendo makuu yasiyowezekana kwa akili za kibinadamu. Tumesoma kwa habari ya Enoko. Ikasema Enoko alikuwa mtu wa haki. Alitembea na Mungu. Kisha Mungu alimtwaa kwa sababu alimhesabu kuwa ni mwenye haki. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyokuu, dhabihu nzuri kuliko aliyoitoa ndugu yake. Kwa imani. Amen. Kwa hiyo kwa imani tunapokea mahitaji yetu. Tulisoma kitabu cha Wafalme wa pili sura ile ya 7, tukaanzia mstari ule wa kwanza, kwamba wakati Mungu anasema kupitia kinywa chake cha mtumishi wake Elisha kwamba kesho wakati kama huu unga mzuri utapatikana kwa shekeli, alikuwepo mtu asiyeamini. Akasema hapana, jambo hili ni gumu. Hata Mungu angenyesha mvua ya magunia ya mahindi, akanyesha mvua ya ngano, kitu hichi ni kigumu sana. Kesho wakati watu wananunua mavi ya njiwa, kesho wakati watu wanakula watoto wao, akasema jambo hili never, haliwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Akaambiwa utaona, utakula.
Kafundisha kwamba kuna baraka zinazokuja kwa kundi. Kanisa kama kanisa la Healing Center, kuna baraka zinazokuja kwa ajili yetu sote. Akipatikana mtu asiyeamini, ataziona baraka lakini hatashiriki katika zile baraka. Ni vizuri kujiunga na wenye imani, na mchungaji wetu anayo karama ya imani, karama kama karama. Ni vizuri kujiunga kwenye imani, kutembea katika imani hiyo, ili na wewe na mimi tuwe washiriki wa hizo baraka zitakazoachiliwa kwenye kanisa lake. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna imani za mtu mmoja mmoja, kuna baraka za mtu mmoja mmoja, lakini kuna baraka kama kundi, kama kanisa la mahali pamoja, kama kanisa la Healing Center ambalo Bwana ametupa maono makubwa ya kuyafikia mataifa mbalimbali. Mungu aliyesema kwamba tutayafikia mataifa mbalimbali si muongo. Ni Mungu anayeweza kufanya mambo makubwa. Ni Mungu anayeweza kufanya mambo ya kutisha. Ni mwaminifu na anatimiza kwa wakati. Naweza ukawepo katikati yetu ukao unasema kitu ambacho hakiwezekani. Sisi tuyafikie mataifa mbalimbali. Tufungue makanisa Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Na mwanzo wetu ndio huu. Afadhali ugeuze ufahamu wako uingie kwenye kumwamini Mungu, kwa sababu unaweza ukaziona baraka hizi usizishiriki. Ni vizuri sote tukashiriki baraka ambazo Bwana anaziachilia kwa kanisa lake kwa utukufu wa Mungu. Amen. Kanisa la Healing Center sio kanisa maskini. Sio kanisa la watu maskini, ni kanisa la watu matajiri. Ni kanisa la watu